Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya 28 aya ya 8 hadi ya 15. Wanawake waliondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akasema, "Salamu." Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, "Msiogope. Enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona." Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, "Semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala." Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitwaa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa. Na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Neno la Bwana. Wapendwa familia ya Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2026, ambapo ni Jumatatu katika oktava ya Pasaka. Oktava maana yake nini? Oktava maana yake ni siku 8 mfululizo ambazo adhimisho hufanyika kiliturujia kwa hadhi ile ile ya sherehe husika. Kwa wiki hii nzima kanisa linaadhimisha sherehe kubwa ya Pasaka. Hatusherekei kama tukio la kihistoria, bali ni historia nzima ya ukombozi wetu. Wiki hili la ufufuko litufanye tutafakari juu ya wiki lile la uumbaji wa mwanadamu. Tangu kuumbwa kwa mwanadamu, Mungu alitupatia zawadi ya uhuru ambao mwanadamu aliutumia vibaya, na hivyo dhambi ni matokeo ya matumizi mabaya ya uhuru, na adhabu yake ni kifo. Wapendwa familia ya Mungu, wakati Mungu anatuumba sisi wanadamu kuwa huru, alitoa pia suluhisho la dhambi, ambalo ndiyo kumtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili awe kafara kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16. Kwa kifo cha mwanaye tumeondolewa adhabu ya kifo iliyosababishwa na dhambi, na kwa kufufuka kwake tumerudishiwa uzima wa milele tuliopoteza kwa sababu ya dhambi. Kifo na ufufuko wa Kristo ni matukio makuu na muhimu ya historia nzima ya ukombozi wa mwanadamu. Wapendwa familia ya Mungu, katika asubuhi ya ufufuko Yesu anawasalimia wanawake akisema, "Salamu." Wakamkaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha akawaambia, "Msiogope." Huu ndio ujumbe mzito wa Kristo mfufuka kwetu. Hatuhitaji kuendelea tena kuogopa katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu Kristo Yesu amefufuka. Hivyo ameshinda mauti ya dhambi. Tuishi kwa amani na tuwashirikishe wengine
hiyo amani. Injili ya leo, wapendwa, inatukumbusha kwamba daima ukweli hujitenga na uongo. Licha ya kutumia nguvu kubwa, muda mwingi, akili nyingi, ujanja mwingi, uongo mwingi, mali au fedha nyingi kuutetea uongo, lakini ukweli hujitenga. Ukweli bado utajidhihirisha waziwazi kama wakuu wa Kiyahudi wanavyopotosha watu wasisadiki ukweli kwamba Kristo amefufuka, lakini neno hilo likaenea kote hata leo. Wapendwa familia ya Mungu, leo pia katika jimbo letu tunaadhimisha kumbukizi za kifo cha hayati Baba Askofu Alfred Maluma. Ni miaka 5 sasa tangu ametangulia. Tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hiyo kwa jimbo letu, na tunazidi kumwombea amsamehe dhambi zake na kupata kibali katika ufalme wa mbinguni. Huku tukisherekea ufufuko wa Kristo, basi afufuliwe pamoja na Kristo. Tunamshukuru Mhashamu Baba Askofu Eusebio Samuel Kyando kwa kuendeleza kazi za kitume katika jimbo letu. Kwa kweli amekuwa fundi bora wa kukishona kitambaa kwa umaridadi wake, kwani kitambaa ni kile kile, lakini ushonaji ni tofauti na cherehani ni kile kile. Mungu azidi kumlinda, kumtunza na kumwongoza kama mchungaji mkuu wa jimbo letu. Tumsifu Yesu Kristo.